akamweka. Alafu akasema kila mtu na ataje dhambi yake, ili zile dhambi ziwekwe kwenye kichwa cha yule kondoo. Haleluya. Kila mtu akataja kila dhambi anayoijua, uzinzi, sijui ulevi, wakataja wakiamini yule kondoo asiliwe wala asifanywe sadaka ya kuteketezwa, kwa maana walishateketeza sadaka nyingi na walishatoa sadaka nyingi, lakini dhambi iko pale. Wakasema tuweke hizi dhambi zote kwa huyu kondoo aliyenona, tukamtupe kule nyikani. Akiliwa na fisi atakuwa ameliwa na dhambi zote. Wakapatana. Sasa unafikiri dhambi zilitajwa ngapi? Haleluya. Ya kwako ilibakizwa au unahisi ya kwako mpya? Zote, hata hiyo unaotenda wewe unafanya unatenda kwa siri ilitajwa. Sikiliza nikwambie, mnyama wa kawaida hawezi kumaliza dhambi ya mwanadamu. Wakaweka hizo dhambi, wakamtupa nyikani. Uzinzi uko pale pale, ulevi uko pale pale, uchawi uko pale pale, uongo uko pale pale. Mungu akaendelea kututafuta. Haleluya. Akaendelea kututafuta. Akakaa na kabineti yake. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo, anasema Bwana akauliza, ni nani atakaye kwenda, atakayevunja mihuri? Mbingu zikanyamaza kimya na kuzimu ikanyamaza kimya. Ukisoma Biblia inasema ndipo katika zile roho 7 za Mungu ikainuka roho moja katikati ya kiti cha enzi. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo utapata. Akasema nitume mimi. Naye aliinuka kama mwana kondoo aliyechinjwa. Haleluya. Aliposema nitume mimi, anajua kwamba kuna kifo cha aibu mbele. Anajua kuna mateso. Anajua kuna kuangikwa msalabani. Haleluya. Lakini akasema niko tayari. Mwana wa Daudi akasema niko tayari. Haleluya. Akazaliwa kama walivyozaliwa wengine, lakini hana baba, ili Mungu athibitishe upendo wake kwetu wanadamu. Sikiliza, inawezekana ingekuwa nyie mngefanya kama Petro, chungaji wenu anakamatwa katikati ya ibada, mngefanya kama Petro. Lakini Yesu akamwambia hapana, hakuna haja ya kupigana. Atupigani kwa damu na nyama. Kuna namna ya kushughulikia huo ulimwengu. Haleluya. Na hakuna atakayeweza kunisaidia. Acheni upanga, huwezi kumkomboa mwanadamu, bali damu ya asiye na hatia ndio inaweza kusafisha madhambi yote. Haleluya. Haleluya. Yesu akaangikwa msalabani, nayo ni mwanzo wa Pasaka ya kweli. Haleluya. Haleluya. Pasaka ya kweli. Huo ndio mwanzo wa Pasaka ya kweli. Soma kitabu cha Kutoka. Some kitabu cha Kutoka. Kutoka 12 mstari wa 27. Kutoka 12:27 nisomee. Kuna mtu nimemchagua awe msomaji wangu, yuko wapi? Amen. Kutoka 12 mstari wa 27 unasema, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudu. Haleluya. Ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudu. Haleluya. Haleluya. Bwana apite juu. Haleluya. Ili mpaswa angikwe msalabani, msalaba ulio juu, watu wote wauone, ili dhambi ipite chini na ikaishe. Apite juu. Mwambie jirani yako, ruhusu Bwana apite juu yako. Mwambie tena. Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu.
Mungu ameamua kuitoa nafsi yake moja, akatafute vilivyo vya kwake. Haleluya. Sisi ni wa kwake. Hatujawahi kupotea hata siku moja, ila sisi tunamwacha Mungu. Mungu hajawahi kutuacha tangu mwanzo kabisa. Mwanadamu alipotenda dhambi, Bwana mwenyewe alishuka akaua mnyama ili akawaficha uchi wao. Haleluya. Hata sasa dhambi zetu zinapozidi, bado Kristo amekufa msalabani ili atuondoe kwenye ile aibu. Haleluya. Haleluya. Bwana ana kusudi maalum na sisi. Pasaka ya leo ikakubadilishe. Haleluya. Pasaka, usifurahie chakula kizuri, furahia damu iliyomwagika msalabani kwa ajili yako. Usifurahie mavazi yako mazuri, furahia gharama iliyolipwa kwa mauti pale msalabani. Aliyekombolewa pale ni mimi na wewe, na vilivyokombolewa ni pamoja na hayo magonjwa yanayokutesa, ni pamoja na huo uchungu unaokutesa. Bwana alipeleka msalabani ili mimi na wewe tuwe huru. Haleluya. Haleluya. Umefungwa wapi? Wapi umefungwa? Wengine wamefungwa kwenye uzinzi, wengine wamefungwa kwenye ulafi. Mwingine anasema mimi sio mzinzi, lakini ni mlafi. Anakula, akiba hamna, anakula. Ana njaa anakula, hana njaa anakula. Ulafi nayo ni dhambi, na tunapaswa tukombolewe. Wakati mwingine shetani ametufungia hapo. Haleluya. Yaani mtu mlo mmoja au katazwi kula vizuri, lakini kula kwa afya. Bwana atusaidie sana. Ukila vipande viwili vya nyama vinatosha, lakini we peke yako unakula kilo moja ya nyama kuku, mapaja 7, chokoleti 12, maji chupa kubwa 3, soda 17 peke yako. Ulafi. Haleluya. Bwana atukomboe kwenye ulafi. Tunakula zaidi kuliko kutafuta. Yesu hata ulafi aliuangika msalabani, tukombolewe tulio alafi ili tukawe huru katika hilo eneo. Wachoyo tukombolewe ili tukawe huru katika uchoyo tulio nao. Je, sisi wasengenyaji? Wengine wanasema tu anamnyoshia mkono mchawi fulani mchawi. Je, ule umbea ulio nao si zaidi ya yule mchawi? Haleluya. Haleluya. Basi Yesu tunapoazimisha kufufuka kwake, ukafufuke katika upya, ukafufuke katika utu upya. Ya kale yamekwisha, tazama yamekuwa kwako mapya. Ni yapi? Uko vile vile, mwaka unaenda mwaka unarudi. Jambo gani jipya kwako linazaliwa? Haleluya. Haleluya. Kuna wengine wanateseka kwa hofu, yani anaogopa. Biashara zinakuja mpaka mikononi mwake, watu wanamtafuta, yeye anaogopa. Na sasa siku hizi tumefungwa na Freemason. Hela inakuja mpaka mlangoni. Freemason. Mtu analima anavuna Freemason, wewe unalala nyumbani, wewe ndo masoniki kabisa. Haleluya. Haleluya. Bwana anazo nguvu za kutenda zaidi ya hao. Haleluya. Yesu anafanya zaidi ya yale tunayoyaogopa, anafanya zaidi ya yale tuyaonayo kwa macho. Katika ulimwengu wa roho ni mtu mwingine, ila hujaujua utu wako uko wapi. Bwana atusaidie sana. Akafufuke ndani mwako. Haleluya. Akafufuke kwenye biashara zako, akafufuke kwenye maono yako, akafufue na akili yako ilikozikwa. Haleluya. Soma Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Ukipata unisaidie kusoma Nyakati wa Pili mlango wa 30 mstari wa 15 na wa 17.
Soma. Nasoma. Mambo ya Nyakati wa Pili 30:15 hadi 17. Kisha wakaichinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa pili. Nao makuhani na Walawi wakatahayarika, wakajitakasa, wakaleta sadaka za kuteketezwa nyumbani mwa Bwana. Wakasimama mahali pao kwa taratibu yao, sawasawa na torati ya Musa mtu wa Mungu. Nao makuhani wakainyunyiza damu walioipokea mikononi mwa Walawi, kwa maana kulikuwa na wengi katika kusanyiko ambao hawajajitakasa. Kwa hiyo Walawi wakamchinjia Pasaka kila mtu asiyekuwa safi, ili kuwatakasa kwa Bwana. Amina. Haleluya. Haleluya. Kukawa na kusanyiko. Walichofanya makuhani wakajitakasa, lakini kuna watu wakawa hawajajitakasa. Haleluya. Hawa watu watatakaswa na nini? Watatakaswa kwa damu. Wakachinja Pasaka ili watu watakaswe kwa damu ya mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya Pasaka. Haleluya. Kuna mwana kondoo aliyeangikwa msalabani kwa ajili ya Pasaka yetu. Mimi na wewe ambao tujatakaswa, tutakaswe kwa damu iliyomwagika msalabani. Haleluya. Haleluya. Hata wewe mwenye mapepo, takaswa kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani. Kwa hiyo magonjwa yanaondoka. Haleluya. Kwa hiyo huzuni inaondoka. Kwa ile damu iliyomwagika msalabani, yote yanaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Waliamua kuchinja ili watu watakaswe kwa damu. Mungu akafikiri, je, mbuzi ana thamani ya mwanadamu? Kondoo ana thamani ya mwanadamu? Nikuletee ng'ombe unipe mtoto wako, inawezekana? Kwa nini? Nikuletee ng'ombe 3 unipe yule mtoto mmoja, tena namtaka yule wa kiume, inawezekana? Kwa nini? Mtu ana thamani na mnyama. Kwa hiyo Bwana akaona hakuna kinachoweza kumkomboa mwanadamu kilichopo duniani, akamtuma mwanawe wa pekee ili damu yake ikafanyike agano jipya kati ya mwanadamu na Mungu. Haleluya. Damu yake ikafanyike agano jipya kati ya dunia na mbingu. Haleluya. Hii vita haijaanza leo. Ukisoma Ufunuo mlango wa 7 anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na jeshi lake na shetani na jeshi lake wakapambana, lakini Mikaeli pamoja na yeye kuwa bwana wa vita walimshinda kwa damu ya mwana kondoo, na mahali pake hapakuonekana tena. Haleluya. Mwana kondoo wa kweli ni Yesu, amekwisha kuachiliwa msalabani. Yote ni lazima tukashinde. Hakuna namna. Hata utoe kafara usiku, utamaliza watoto, haitakusaidia. Kafara ya kweli ni moja, na ilikwisha kutolewa msalabani ili sisi tuliobaki tukombolewe kwa ajili ya hiyo kafara. Sasa wewe, mganga anakudanganya, kalete kuku mwekundu, kuku mwenye mabawa ya kijani, wewe uliwahi kumwona? Haleluya. Kuku atamaliza magonjwa yako? Damu ya Yesu yenye uhai wa kweli ndio inaweza kumaliza hayo unayoyapitia. Haleluya. We kuku chinja, kunywa supu, alafu ita damu ya Yesu katikati ya matatizo yako. Mbuzi pikia watoto wale, wafurahi, wakuombee. Acha kwenda kuchinja mbuzi makaburini. Mbuzi mmoja alichinjwa msalabani kwa ajili yetu. Haleluya. Haleluya. Una shida gani? Ita Yesu. Haleluya. Akasema niite nami nitakuitikia. Akasema ni damu yangu tu ndio inaweza kufanya utakaso.
Acha kujitakasa na mindulele. Ndulele kunywa kama dawa. Bwana ametupa kama miti ya dawa, kunywa, acha kujitakasa. Yaani ukatende dhambi uje uoge ndulele. Una akili wewe? Kaoge na sabuni safi, njoo kanisani tukuongeze sala toba. Mindulele haitakusafisha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Soma Isaya. Na kwenda haraka kidogo. Soma kitabu cha Isaya 35. Tumepata 3 hadi 6. Tasoma Isaya 35 mstari mdogo 3 hadi 9. Nasema, itie nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanye imara magoti yaliyolegea. Waambie walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo yenu yatakuja na kisasi, na malipo ya Mungu yatakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatafumbuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake uliobubu ataimba. Maana katika nyika maji yatabubujika, na vijito vya jangwani, na mchanga ung'ao mfano wa maji yatokayo ziwa la maji. Amen. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi. Jitieni. Yani shida sisi tunaokiri wokovu tumelegea. Haleluya. Atujadili kazi ya msalaba, tumelegea. Biblia inasema, jitieni moyo hiyo mikono iliyolegea ili iwe imara, na magoti hayo yaliyolegea. Paka analia na wewe unalia. Tieni magoti yenu nguvu, alafu mkasimame. Maana kuna Mungu aliyekufa msalabani kwa nafsi yake moja, akajitoa ili kisasi chetu tunachoteswa na wachawi kikaishe. Haleluya. Jitie moyo. Hayo unayoyapitia ni kitambo tu. Jitie moyo. Sio kulia barabarani. Jitie moyo. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu wetu yupo. Hiyo roho ya kucheleweshwa walioiweka mbele yako wanakuchelewesha katika kila kitu. Jitie moyo, alafu jikaze mikono yako. Weka nguvu kwenye miguu yako. Sema, aliyefufuka akafufuke kwenye kazi yangu. Vilivyokufa vikafufuke, kwa maana Bwana wa ufufuo amekwisha kuyafungua makaburi. Haleluya. 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 Biblia yangu inaniambia wakati ule yuko pale msalabani, siku ile ya Ijumaa, wamama wanalia. Anasema, msilie tena wamama. Watu wanahuzunika. Akasema, msihuzunike, kwa maana ninakwenda kumaliza ile kazi niliyotumwa na Baba yangu. Alafu siku ya 3 nitalijenga hekalu. Ndani ya siku 3 hekalu litasimama, wala hakuna kitakachozuia, wala hakuna kitakachozuia. Ndivyo biashara yako itakavyosimama, wala hakuna atakayezuia. Maana yule Bwana wa uamsho amekwenda kuamka. Haleluya. Hofu ya nini? Hofu. Sikiliza. Walifanya hivi, wakamweka kaburini. Haleluya. Kama walivyokuweka wewe. Wakachukua jiwe linaloviringishwa na watu wengi, wakaziba. Wakasema hivi, huyu mtoto wa fundi seremala alisema atafufuka. Sasa weka jiwe kubwa,
alafu weka na walinzi ili watakapokuja kumuiba wasiibe tena, ili zile siku 3 zikipita habari zake ziwe zimeisha. Kumbe wanataka kuthibitisha neno. Haleluya. Maana wasingelinda kaburi, neno wanalosema wanafunzi wake walimuiba lingetimia. Kwa hiyo akili zao Bwana alizijua, akawaambia sikilizeni, wekeni na jiwe kubwa, alafu wekeni na walinzi wenye nguvu mnaowaamini, maana saa ya kuwashughulikia nataka kukiwa na mashahidi. Haleluya. Hivi unanielewa? Sasa wewe kama tutahubiri injili hamna watu, tunahubiria nini? Tunataka watu zarau, alafu Bwana akaonekane, wagonjwa wao wakaponywe, vilema wao wakatembee, alafu wakashuhudie wale waliowadharau. Haleluya. Jiwe likawekwa mbao na walinzi kwa zamu wanalinda kaburi. Saa ya kufufuka mwanaume, ardhi ikatetemeka. Haleluya. Jiwe lililowekwa na wengi likaondolewa, maana mwana Daudi hawezi kuzuiliwa tena, amefufuka katika wafu. Haleluya. Wengine waliwachukua kama wewe ulivyochukuliwa, wakakuwekewa na jiwe usitoke, alafu wakasema tumemmaliza. Nataka nikwambie, tia miguu yako nguvu inayotetemeka, weka na mikono, maana saa ya ufufuo imefika. Bwana atakapoondoa hilo jiwe walilokufungulia, Bwana atakapoondoa hayo matatizo waliokufunga nayo, lazima kuwe na mashahidi watakaosema ni sisi tulimloga na tukamwekea na ilizi. Iko wapi ile ilizi tulioweka? Bwana anakuinua katika waliolala. Haleluya. Haleluya. Unajua mimi nilitafakari, sasa mtu amekufa, walinzi ni wa nini? Nikajiambia sasa kusingekuwa na mashahidi, nani angesimulia? Unafikiri wale walinzi hawatasimulia au hawakusimulia kwamba tulikaa labda tunapiga story za yule mabaka, yule anayepiganaga tukiwa tunachunga, mara tukasikia tetemeko, lile jiwe ambalo tulilisukuma wengi likaondoka kama upepo, alafu yule mwanaume aliyelala pale kwenye kaburi akainuka akaenda zake. Haleluya. Sasa wasingewekwa, nani angeshuhudia? Unauona mpango wa Mungu? Waweke jiwe kubwa, alafu waweke na walinzi kama waliokuwekewa wewe, wakakuwekea kitu kizito mbele yako. Lakini nataka nikutie moyo, saa ya ufufuo imefika juu ya maisha yako. Saa ya kufunguliwa kwako imefika. Hakuna jiwe litakaloweza kuvumilia hiyo saa. Haleluya. Haleluya. Sasa unajua wamama hatuaminije. Sema sasa mtu mwenye hana hata mtoto, nani ataenda kaburini kwake? Wamama wakajikusanya, haya twendeni kaburini jamani, tukampake hata mafuta yule mtoto wa kiume yule jamani. Haya wakaenda, wanafika wale walinzi waliowekwa wako wapi? Mbona hakuna tena walinzi? Na hapa sipaliwekwa juu, tumepotea au? Wakaenda wakakimbia, wanakuta nguo, wanasema alilala hapa, na hizi nguo ni zile zile tulimfunika jana, na juzi tulipokuja ni zile nguo tulimfunika. Yuko wapi? Anambia mnamtafuta nani? Mnamtafuta aliyefufuka. Huyo mwamba yupo. Haleluya. Amefufuka. Kawaambieni akina Petro watangulie Yerusalemu, maana ndiko anakokwenda kuwaonyesha akina Pilato kwamba lazima neno litimie, ya kwamba ndani ya siku 3 nitalivunja hekalu na nitalijenga. Wewe unafikiri hakuna mtu alikataa? Akaambia Bwana Petro, mbona hata kutembea kwako kama Yesu alikuwa anatupa mkono hivi, na mbona hata na wewe unatembea kama yeye? Akaambia nye watu siwajui, hekalu linavunjwa. Haleluya. Maana alisema hewe Petro, katika mwamba huu nitalijenga nini? Petro ndo akaanza kukimbia, akasema jamani mimi si. Kaambia wewe, mbona hata kusema kwako unaongea kama yeye? Na mbona kama tulikuona kwamba akitoka huyu jamaa wewe ndo unafuata hapa nyuma? Akaambiwa siwajui. Maana yake kanisa
lilikata tamaa. Haleluya. Manake hekalu lilivunjwa. Hivyo yule mtu unaenda kupigana, sijui vita ya wakulima na wafugaji, yule mtu mnaomtegemea, yani yeye kama mnamsindikiza yeye, yani mnaamini yeye ndo ana nguvu, anaenda anapigwa moja chini, mnabaki nakwambia hata hilo panga uliloenda nalo litakuwa zito, utatupa na viatu utatupa, miguu nisaidie. Kanisa lilivunjika. Haleluya. Ili neno litimie ya kwamba nitalivunja hekalu, lakini ndani ya siku 3 nitalijenga kwa upya, hekalu ambalo hata kuzimu haitaiweza tena. Haleluya. Ndani ya siku 3 wanawake wakafunga nguo zao vizuri, wakasema jamani, asubuhi Petro uko wapi? Yule Bwana tuliokuwa tunamfuata hayupo kaburini, na kuna mtu tumemkuta ndani ya kaburi, amesema tukamuwahi Yerusalemu. Amen. Petro akasema, nyie wanawake, mambo ya wanawake sio ya kuyaamini. Si hata sasa wanaume wanasemaga hivyo, wanawake sio wanawake sio kuamini. Yohana, haya changanya miguu. Wakachanganya miguu yao, wakafika jiwe hamna, walinzi hamna, mwili. Wakamwambia Tomaso, unajua Yesu amefufuka, maana hata mwili wake haupo. Akaambia, wapi je? Petro, usilete utani wewe, usiwe umemficha. Akasema, hapana, ila amesema tuwai wapi? Yerusalemu. Wakaenda Yerusalemu. Kwambie, wewe unafikiri walikimbia huo mwendo unatembea kama una hela zimekulemea? Mtu anatembea na kuna kitambi hivi, hata ajui anakokwenda. Wanaume wakatia mbio. Mara Tomaso akakutana na Yesu. Akasema, wewe, mimi siongei na mizimu bwana. Akamwambia, njoo. Ni wewe? Ni mimi, njoo. Akagusa. Mbona mwili wake unashikika? Akamwambia, angalia na alama za misumari. Tomaso akaweka na kidole, akasema, ni yeye amefufuka. Hata mimi walipotaka nilale mauti, Bwana aliponipigania nikapaza sauti, nikasema, ni Bwana amenionekania. Shida wewe unaonekaniwa alafu unajificha. Ukipiganiwa sema, ni Bwana amenipigania. Haleluya. Unafikiri ilikuwaje kwa Tomaso? Akasema, mimi nimemuona, nimemkumbatia na nimemgusa. Huyo aliyetekwa, huyo aliyefukiwa, huyo mimi sina habari naye. Ni habari ninazozisema ni yule mwanaume aliyelala kaburini akainuka tena, alafu akatupa nguvu ya kumkumbatia. Babu yako akikutokea unamgusa? Hello? Si mababu wengine wanawatokea unamgusa? Mimi nikuambia hili neno leo, kama babu yako yule aliyekufaga akakutokea ukaweza kumgusa kama ninavyomgusa mama Zawadi, alafu nikagusa na masikio yake, alafu nikagusa, muamini huyo. Lakini kama utafanya hivi, mkono wako ukapita, kemea, mwambie pepo kwenda. Atushughuliki na waliokufa, tunashughulika na waliofufuka. Haleluya. Na huu ndio mwanzo wa furaha yetu. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Namaliza muda. Simama kwa miguu yako. Nitasoma Isaya 63. Andiko la mwisho, Isaya 63 mstari ule wa 4. Soma Isaya 63:4. Amen. Maana siku ya kisasi ilikuwemo moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Sema haleluya. Sema Bwana, Bwana,
uliokomboa umewadia. Sisi tuliokombolewa, ule mwaka wa kukombolewa kwetu umewadia. Ile siku ya kukombolewa kwetu imewadia. Chochote kinachofanya zuio kwenye maisha yangu kikaondoke. Ilo jiwe walilonifungia likaondoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninakataa kila mateso, uonevu, laana, balaa na mikosi. Kwa jina la Yesu ninatangaza kufufuka kwa mambo yangu. Hakuna tena mauti juu ya biashara zangu. Hakuna tena mauti juu ya mambo yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kisasi cha Bwana kikawaonekanie. Kila kusudi, kila mamlaka inayosimama kutushambulia, ninasimamisha damu ya msalaba ikafanye vita na wanaofanya vita, ikafanye vita na wanaofanya vita. Ninageuza mishale yao ikawarudie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila kifungo walichonifunga kikafunguke, kikafunguke. Kila mamlaka na wakuu wa mamlaka, kila giza na nguvu za giza na wakuu wa giza wakasambaratike kwa jina la Yesu. Kila kaburi likafunuke, kila kaburi walilonishikilia likafunguke kwa jina la Yesu. Endelea kuomba.